Simon Kiremi. Mimi ndio mwenye hapa kumechoma. Asubuhi tuliamka tu mimi nikaamka nikasikia watu wakipiga nduru. Kutoka tu kama 20 meters. Nilikuwa nimetoa mtoto na bibi yangu within 20 kama kwenda kama 20 meters, mimi nikaona nyumba tu imechomeka yote. Na watu ni kama walikuwa wametumwa na kuna marisasi ikapigwa. Na marisasi ni kama ni askari walikuwa wamewasimamia wakachoma nyumba. Kila kitu nimechomewa, kila kitu, sina kitu kingine. Sasa naomba mtusaidie kama serikali, kama ni maneno muingilie kati na mtusaidie, tukue na kuna right ya mtu, tukue na right. Watu walikuwa wametumwa na koti imesimamisha hii mambo, kuna court order, lakini walikuwa wametumwa wakuje watuangalie. Kuna stay order ya kukaa kwa shamba. Kesi ilikuwa inaendelea kutoka kitambo na hii kesi iko kotini na kuna stay order iko hata saa hii. Kama walikuwa hapa last week Saturday kama leo na wakakuja na court order, sasa wakakuja lakini community wakasimamia, lakini leo ndio walikuja na wakachoma na wakatuharibia vitu zetu mingi. Okay, kwa majina naitwa Geoffrey Aburuki. Huyo kijana amechomekewa ni kijana wangu. Last week OSPD walikuja na DC na ile kamati yote, hata DCI walikuja hapa na onda wakirua. Walipokuja mimi nikaongea na wao, nikamuuliza OSPD ni koti gani inatoa onda saa ile kesi inaendelea. Tukaongea kwa urefu, wakaniambia sasa tungoje, nimempea siku 30 days. Muwe mumeleta makaratasi zingine ya kukata hii onda ama nikuje niendelee. Mimi nikamwambia ni sawa, kama ni hiyo siku, hata kama ungetupea siku 3 tungekuwa tumekamilisha mipango ya nini ya kuonyesha koti iko on process. Sasa kesho yake mimi tukiwa tumeenda Meru Town kushughulikia mambo ya court order kwa sababu kesi iko on. Ikasemekana mimi nikaambiwa nikiwa huko wamekuja tena. Ndugu zangu wale walikuwa hapa nyumbani wakamuuliza OSPD umekuja namna gani na ulitupea 30 days. Kesho yake wewe tukaongea tukamwambia sasa hakuna ukweli mahali hapo. Kwa maana sasa ulitupea 30 days, lakini even siku moja haijaisha, 24 hours bado haijakamilika. Nao tukaongea nao wakaenda. Siku nyingine wakakuja na timu ya watu kadha kwa kadha. Kulikuwa masaa hii ya kitu saa 1 hivi. Mama akaona akapiga nduru. Walikuwa watu wengi. Askari kumbe walikuwa wanajificha nyuma kule, wanakuja kulinda hii watu. Askari wakadhani na hawa wa KPR wale wamepewa bunduki za akiba. Walikuwa wanajificha huko nyuma. Wakati hao watu walitoka nao wakakuja wakiwa nyuma wakituuliza tuko namna gani. Badala watuulize hata ni nini wanaotuuliza, kwa nini mnakimbiza watu, kama wangeanguka si wangeweza kufunjika. Kwa majina naitwa Joseph Mugambi Imeni. Mimi ni mkaaji wa mahali hapa na kwangu nyumba yangu ndio hii, unaona ya koroba hii ndio iko hapa. Kile kimetuchagasha, kuna siku kama siku 20 hivi imepita, OCS, DC na wamekuja mahali hapa wakisema kuna onda wamekuwa naye ya mtu anaitwa Colinius Muturi Mwea. Na kulingana vile tulikuwa tukamwona tujui hiyo kitu, maana wamekuwa wamefanya kesi peke yao, wao wanafanya tuko na kesi kotini, kuna lawyer anaitwa Maranya, na tukamwambia tujui kama kitu hiyo, wakatupea hiyo onda tukapeleka kwa Maranya hiyo siku na akaenda koti, tukapata koti onda. Na alipotupea koti onda, tumechapa kila mtu yote akona hiyo order, ako state iko na OCS, OSPD ya kusema tuendelee tusisumbuliwe kwa machamba, tukae kwa machamba yetu. Stay order, tukae kwa machamba mpaka koti yaamue na isunguze hiyo order, hiyo order ni kani. Maana tuko na koti order. Na tukapelekea watu wote, tumepelekea DCC, OSPD, DCI, OCS na hata chifu hapo wako naye. Lakini kitu ya kushangaza leo ndio tumezukua saa 11 ndio tumestuka, maana kumeambiwa tuongojee, na hata hii kesi tumesimama nayo iko tarehe 23 mwezi huu. Mwezi huu ndio iko hata tarehe ile saindi hito yulikani nini.
Lakini kile kimetushangaza, watu wamekuja more than 100 saa 11 wakakuja kwa Simoni ile wamekuwa wamelala, tukasikia nduru vile nimekuwa kwangu akimbia kwa mbio, tulikuta watu ni wengi na maajabu ile tunaongea na siogopi nikisema, na hata mahali yote ndaenda siogopi hapo, nasema kabisa na sikatai hapo. Imagine watu hao wote vile tumeita tumeweza kuona askari wamegua watatu kwa njia, askari wakadhale ndio wamepiga risasi kama 3 hapa, kama watu wanaogopa. Mimi siogopi, maana imepigwa risasi kama hii hapa, na vile imeendelea tumesukuma hao watu wote, na ndio tumeumia sasa. Tunauliza kama tuna haki, maana tumesukuma hiyo watu na move wote wakaingia Kathare wote, hiyo timu yote imeingia Kathare wote kwa polisi. Sasa hata leo sasa asubuhi saa 11 hivi, hata mimi kwanza nilikuwa nimekaa kidogo bila kulala, mimi nikasikia nduru. Mimi saa ile nimetoka nimegonga na mawe sana asubuhi. Hata sasa ndio nimeanza kusikia mawe mahali iliniangukia, kwa maana lengo yangu ilikuwa nikimbie niokoe hawa kijana na mtoto na bibi yake. Mimi nikakimbia, niligonga, nikaanza kuita watu. Unajua kulikuwa na kajisi hivi saa 11 watu walikuwa walikuwa nasimama hapa, hao watu wako. Mimi niligonga na maana nasikia inatokea hivi, nikatoroka, wananirushia mawe, hata nyumba wanaigonga hii sana na mawe na hii gate. Sasa mimi nikanyamaza, lakini haswa mimi nikitaka kusema ukweli wa maneno, OSPD anajua hii maneno, huyo wakirua DCI anajua hiyo maneno, OCS wa Kathare. Hata mpaka sasa tunaongea mwendo wa karibu saa 4, watu wakati walikuwa wanaandamana, askari wametoka Isiolo, OCS wa Isiolo ndiye amekuja kwa kutuandikia statement hapa. Na Kathare iko wapi? Iko hapa. Haya, hao wengine nao wanaenda patrol hii, watu wa wizi wa ng'ombe. Hata OCS mwenyewe ananiambia saa ile wameambiwa barabara inafungwa, alikuwa anasema ni mambo ya ng'ombe, wizi wa ng'ombe. Nyumba ndiyo kijana amechomekewa na nyumba, nguo ni hizo tu anavaa, ndiye amebaki naye, ma certificate yote, vitambulisho yake na kila kitu yote ilichomeka, na hata chakula yote hakuna kitu amebaki naye. Ile imebaki ni hiyo mabati na hiyo majibu na hiyo skeletoni zinaonekana hapo. Na nashindwa serikali yetu, na walikuwa wamesoea hata hizo siku wamekuja 3, wanakuja weekend, Saturdays ama Friday, hizo siku za weekend hapo ndio wanakuja. Mimi ningetaka kuuliza, hatuko Kenya? OCS, OSPD tunaenda kuripoti kwao, lakini hatupati msaada. Mpaka msaada unatoka Isiolo town unakuja hapa. Na hata OSPD nilimwambia, OSPD akija mgeni, OCS mgeni, DC mgeni, DO mgeni, wakikuja hapa wanatumiwa nao mabwenyenye mbaya, anaenda anaamushwa saa ile, kwa maana hata juu hiyo kesi vile inakaa. Anaambia kimbia yuko shamba yangu mahali. Anatuma watu, analeta watu, ye mwenyewe akuji, ye mwenyewe hata tuja angaliana naye na macho. Na hii kesi iko na siku mingi sana. Kwa hivyo mimi ile kitu ningetaka kuomba serikali na vyama vya ushirika vile vinahusika, ni wawe macho sana, watuambie kama watatulinda, watuonyeshe mahali tutaishi. Sasa ilikuwa watu waungue kwa nyumba, na kama watu wangeungua kwa nyumba watu 3 ni hasara gani? Hiyo serikali ya hesabu gharama.